Advance TV, fresh in the wash. Advance TV. Kanisa likajengwa, maneno mengi yakatamkwa kwamba alitadumu. Wanatupigia kelele usiku, tukashtakiwa huko na kule, tukakimbizwa huko na kule. Leo unaitwa huku, kesho unaitwa kule. Ukaulizwa, ukahojiwe, kwa nini mnafanya mkesha? Kwa nini mnafanya ibada? Tukawaambia tuko hapa mpaka Yesu anarudi. Amen. Nikiwa Temeke hapa, Davis Kona na hubiri. Nimehubiri nikawaambia wachawi niko hapa. Nyayo zangu ndo hizi. Ninaitwa majina nikataa, nikamwambia hebu logeni basi. Niko hapa kwa masaa mawili. Hebu jitahidi, alikaneni, mkusanyike nguvu uweze kuniloga, niko hapa. Nikianguka na maiki yangu basi Yesu akufa msalabani. Amen. Mimi nina uhakika Yesu si tu amenisamehe dhambi, amenipa na uwezo wa kuishinda dhambi. Amen. Na ukipokea huo uwezo, wewe ni tishio ulimwenguni, ni tishio kuzimuni, ni tishio kila unakokwenda. Haitoshi kusamehewa dhambi, nataka upokee uwezo wa kushinda dhambi. Amen. Ukiupokea uwezo huo utasema kama mimi hadharani. Ukiupokea uwezo huo utasimama kama mimi hadharani. Ukiupokea uwezo huo hakuna mchawi atakayokuloga. Ukipokea uwezo huo hauwezi kuota ndoto chafu usiku. Ukipokea uwezo huo ni uwezo wa ajabu kutoka juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nilivyopanga pale injili kwa masaa mawili nimemaliza, nikaingia nyumbani. Asubuhi nikaambiwa ninaitwa. Wamekuja wamama wawili. Wenye heshima tu, wamama watu wazima. Tunamtaka pastor hapa. Tukaandika niko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia niko hapa. Niko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa kwenye serikali za mtaa hapo. Hapo tumejadili sana kuhusu wewe. Wewe ndio pastor Tito Dami, nikamwambia ndio mimi na. Tumekujadili sana. Wazee wa mji, wachawi wa hapa wametutuma. Wamesema acha mara moja habari za kuwatukana, wasikufanyie kitu kibaya. Nikamwambia hakuna mchawi hapo. Amen. Mchawi hatumagi maneno. Mchawi huwa hatumi maneno. Inawezekana mnajiandaa kulitumia maneno, mchawi hatumi maneno. Tuma uchawi tuone. Amen. Kama unayemwabudu ni Mungu, tuma uchawi tuone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikasema kwa nini ndio mtumwa na hao wachawi? Kwa nini sio wachawi sisi ni tumetumwa tu. Wachawi wamewakuta wapi mpaka wakawatuma? Na hicho kikao mlikifanya lini? Mchana usiku? Wewe jua tu tumetumwa. Kwambia kamwambieni huyo mchawi na wachawi wengine wote, na ninyi mkapate kutambua kwamba niko hapa ninafanya kazi ya Mungu mpaka Kristo Yesu akamilishe kazi yake ndani yangu. Amen. Walivyoondoka wakanitumia mzee. Mzee akaja akaniambia, kijana nina neno na wewe. Mimi nina vijana kama wewe. Nikamwambia naam. Unajua wewe ni mtoto wangu kama wanne hivi. Nikasema ndio. Unajua bwana, mimi nina neno na wewe kidogo. Nimesikia habari wachawi wa hapa wamekutumia makombola kutoka mbali kidogo nje ya mkoa huu. Ndugu yangu, achana na hizo habari. Ninakushauri kama mwanangu. Hata mwanangu angekufa ningelia. Na wewe ni kama mwanangu, utakufa. Nataka nikwambie vikao alivyokaa utakufa. Mimi ninakushauri kama ndugu yangu. Nimesikia kwa masikio yangu. Nikasema hivi, niko hapa mpaka pale wewe utakaposema imetosha kuthibitisha kwamba huyu bwana hajafa. Amen. Sio wiki, sio mwezi, sio mwaka. Niko hapa mpaka wewe utakapolizika kwamba sijafa. Akaniambia, wewe ulichanjwa na nani hizo dawa? Nikamwambia dawa yangu mimi ni Kristo Yesu wa Nazareti. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu
ngome nyingine sina. Yeye Yesu ni ngome imara. Hapa ninavyokuhubiri mimi nilikuwa muoga kweli kweli. Kabla sijampata Yesu Kristo nilikuwa muoga kweli kweli. Lakini baada ya kumpata Yesu Kristo na kumjua ni nani, shida ni kumjua yeye ni nani. Amen. Amesema tukufanye wewe mwanafunzi wake, na huwezi kuwa mwanafunzi wa Yesu kabla hujamjua ni nani. Tambua uwezo ulioko ndani ya Kristo Yesu. Tambua nguvu iliyoko ndani ya Kristo Yesu. Wewe ukasemea chumbani kwako, nenda chumbani kwako ukaseme wachawi ni wauni, uone utamkaje. Wewe ambaye unabugia ugoro, unavuta bangi, unavuta sigara, ingia chumbani kwako, sema na mke wako peke yake, mwambie wachawi ni wauni, uone utakavyoamka. Na ndio maana tunaposimama hadharani tunakuja kumdhihirisha Yesu Kristo kwamba ni Bwana. Amen. Kwamba ni mfalme wa wafalme. Wewe ulitambulishwa Yesu vibaya. Na ndio maana Yesu akasema watu wametambulishwa mimi vibaya. Hebu niulizeni, watu huko nje wanasema nani? Wote waliotoa majibu wakasema wote wamekosea. Watu shida hawajamjua. Huko nje Yesu hajajua yeye ni nani. Huko nje hawajamjua Yesu ni nani. Nasema wasiokoka hawajamjua Yesu ni nani. Na tungemjua Kristo Yesu, usingelogwa na chuma upeleke. Kila ukipata faida unapeleka. Kila ukipata mshahara unapeleka. Magonjwa yanaambukizana, akitoka mtoto unaingia mama, akitoka mama unaingia mwenyewe. Mara unasikia tena mama nyumbani huko ni mgonjwa, mara baba ni mgonjwa, mara baba mkwe. Pesa inaondoka kwa sababu gani? Ni kwa sababu hujajua uwezo ulio ndani ya Kristo Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana unachungulia unasema tuone kama kuna watu wameenda. Mbona wako wenyewe? Mpaka sasa wako 18 wamempa Yesu maisha yao. Amen. Nasema tangu sasa wa hadharani, mchana kweupe, wa waziwazi, 18 wamempa Yesu maisha yao. Nasema bado wewe unasema wako wenyewe. Mpaka sasa tuna wanafunzi wa Yesu 18 ambao wamempa Yesu maisha yao. Bado wewe ambaye bado unateseka, ambaye bado unalogeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mimi kama baba yako nimeamua kukushauri hivyo. Kama utakataa nikamwambia mimi nipo mpaka utakapothibitisha kwamba sijafa. Anaondoka kwa aibu, anarudi tena, ametekewa. Akiondoka kidogo anarudi tena, ananiaga. Ndio naondoka, anambia haya nenda. Anaenda, anarudi. Hivi nilikuaga eti? Ushaniaga, ondoka. Kwa nini mganga gani umempata? Nikamwambia mimi nina Yesu. Kwa kweli mimi naona kama Yesu, nikamwambia wewe ulichotumwa nimesha kujibu. Ila kama unamtaka Yesu Kristo sema namtaka Yesu. Nitakuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jioni nikasimama, ilikuwa asubuhi, jioni nikasimama. Nikasema nimeongea hapa Nyambwela. Nyambwela mnapaswa kujua ya kwamba Yesu ndiye anatawala anga hili. Mmetesa watu inatosha. Mmewangia watu inatosha. Mmeloga watu inatosha. Yesu amekwisha tawala anga hili. Ninasema hakuna wa kuniloga hapa Nyambwela. Wazee kusanyikeni, alikaneni, niko hapa na kesho nitarudi hapa kuhubiri. Unguzeni basi hata spika moja nipate kujua ninyi ni wachawi. Kesho yake nikasimama nikasema kuna mchawi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hata kesho nitasimama nitawauliza kuna mchawi hapa. Kristo Yesu ni Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nikusomea habari njema hapa kidogo. Ezekiel 21:21. Kuna habari za ajabu. Habari ambazo inawezekana hujawahi kuzisikia. Lakini zitakufungua macho. Lakini zitakuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu angalia hapo mstari wa 21. Maana mfalme wa Babeli alisimama penye njia panda, penye kichwa cha njia hizo mbili,
ili atumie uganga, alitikisa mishale huko na huko, akaziuliza terafi, akayatazama maini. Katika mkono wake wa kuume alikuwa na kula ya Yerusalemu, kuviweka vyombo vya kubomolea, kufumbua kinywa katika machinjo, kuinua sauti kwa kupiga kelele sana, kuweka vyombo vya kubomolea juu ya malango, kufanya maboma na kujenga ngome. Jambo hili litakuwa kwao kama uganga wa ubatili mbele ya macho yao, waliowaapia viapo, lakini ataufanya uovu ukumbukwe ili kwamba wakamatwe. Bwana Yesu asifiwe. Yani falme akaenda katika njia panda. Sema njia panda. Hivyo unavyomchukia mke wako ulilogwa njia panda. Bwana Yesu asifiwe. Umelogewa njia panda. Unaona wanasoma terafi njia panda. Hawalali kwa ajili ya jina lako, hawalali kwa ajili ya biashara yako, hawalali kwa ajili ya ndoa yako. Hata sasa ninavyoongea, inawezekana uliwahi kuanika nguo yako ya ndani nje, haujaiona tena, na siku zako mwanamke haujaziona tena. Nisikilize, wanafanya uganga, lakini Bwana anasema ameamuru kwamba wakamatwe. Wewe una shida ya kupata mtoto, una shida ya kutokuona siku zako, una shida ya kugombana na mke wako, usiachane na mke wako ukadhani ni mbaya, ukadhani ana kiburi. Nataka nikwambie wamefanyiwa uganga hao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yuko Bwana wa mabwana mwenye uwezo wa kubatilisha uganga. Yuko Mungu wa miungu mwenye uwezo wa kubatilisha uganga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulikuwa hapa kwenye mkutano uliopita hapa mahali. Nafikiri jukwaa lilijengwa mahali pale. Basi katika mkutano unaendelea, alikuja mtu mmoja aliyefanyiwa haya nao kuhubiri mimi. Nataka nikwambie paitokea ilizi, anatoa ilizi. Ile ilizi tukaifungua. Mule ndani kuna jina la mume wake. Lakini hakujua alipewa ilizi mume wake ampende. Alivyopewa hiyo ilizi, akaambiwa utaivaa lakini uhakikishe isiloe. Amevaa ile ilizi ili mume wake ampende. Lakini cha ajabu mume wake bado havipendeki. Nilivyohubiri habari njema, akaleta ilizi ile. Nikamwambia hebu tuifungue ili ujue kwamba hapa hamna chochote. Tulivyoifungua ile ilizi, tumechungulia mule ndani, tukakuta kuna karatasi na maneno ya Kiarabu hivi na maungaunga ya ajabu. Karatasi limeandikwa jina la mume wake. Nikamwambia basi alilogewa hapa. Asema tangu nilivyotoka kwa mganga wa kienyeji, mume wangu uchumi wake umeporomoka. Umeporomoka. Hali ni mbaya. Kabla sijaenda kwa mganga hali ilikuwa ni nzuri, lakini hali ni mbaya sana. Ndio maana nimejiuliza maswali, nikasema mbona kunipenda hajanipenda na hali inazidi kuwa ni mbaya? Bora nikimbilie. Nikamwambia heri uliyekimbilia kwa Kristo Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulimhudumia. Inawezekana unavyoongea una ilizi, umevaa ilizi lakini haijawahi kukusaidia. Huwa wakati mwingi tu ninaongea, nasema hiyo ilizi kata kwa kisu au kwa nyembe. Ukikata kwa nyembe hiyo ilizi, umo ndani utakuta mavi ya panya. Unanielewa? Utakuta mavi ya panya, utakuta manyoya ya kuku yaliyounguzwa. Hivi kweli mwanadamu leo amefika ufahamu wake unalindwa na mavi ya panya? Advance TV, praise in the wash. We are Advance TV.